kulibadilisha, ambalo litafanya kitu cha tofauti, ambalo litatengeneza maisha hata ya mtu mmoja. Akitembea kwenye hilo hapo, mwenye nikitembea hapo siwezi nikafeli, lazima ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema wakati wa Mungu kukujia, wakati wa Mungu kukujia. Yapo mambo mengi ambayo yanaweza akakujia, lakini upo wakati wa Mungu ambao anakujia kwako Mungu. Yapo mambo mengi ambayo yamewajia watu, yamewaletea maumivu. Yapo mambo mengi ambayo watu yamewajia, yamewaletea matatizo. Lakini huu wakati akikujilia Mungu, mambo yanakuwa vizuri. Mwingine alikuja akaambiwa maneno mazuri akaharibu. Mwingine akaja akaambiwa wewe ni mzuri, maisha yakaharibika hapo hapo. Mwingine wakati ndio umefika wakati wake, akaambiwa maneno mbalimbali akakata tamaa. Mwingine aliambiwa kitu fulani au maneno fulani aliyasikia akavunjika moyo. Lakini leo mimi nataka nikuambie kwamba upo wakati Mungu ambao anamjia mwanadamu, ambao anautengeneza kwa ajili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ipo raha ambayo Mungu akikujia kwenye maisha yako, akikutembelea kwenye maisha yako, kuna raha. Unakuwa unatabasamu, unakuwa una furaha, tofauti na wale wakikujia wanakuletea na maumivu. Pengine wakakukopa wasikulipe, lakini huyu akikujia anakuachia mambo mazuri. Huu wakati wa Mungu ukikujia unaleta vitu ambavyo ni vizuri. Hata kama ulikuwa na maumivu yanakata. Hata kama ulikuwa na matatizo, unakuta matatizo yanayumba, unakuwa mtu mwingine kwa sababu wakati umekujia. Na ukija kuangalia watu wengi hawaangalii kwamba kuna wakati mtu anapopitia jambo ambapo labda ni gumu, anaona kwamba vile labda linadumu, lakini kumbe ni la muda. Anapopitia mambo mbalimbali ambayo yanaumiza, anajua kwamba labda linadumu, kumbe linapita. Kuna wakati unapita huo ambao unapita, na Biblia inasema na ucheka wakati unaokuja. Huo ambao upo nao huwa unisumbui, najua hapa napita. Kweli haya mambo ambayo yananikumba najua yanapita. Kweli naumwa, najua huku kuumwa kunapita. Kweli haya yote ambayo yananizunguka najua yana muda, hayana muda mrefu. Na wewe leo nataka nikuambie kwamba huu wakati wa Mungu kukujia ni wakati ambao unakubadilisha, unakuwa mwingine. Mahali ambapo ulikuwa unahuzunika na kulia, panakuwa ni pa muda, kwa sababu upo wakati ambao Mungu amekujia. Yapo majira Mungu ambayo amekujia, na asubuhi ya leo Mungu amekujia ili afanye kitu kizuri ambacho kitatengeneza maisha yako. Kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa ulikuwa ni wakati ambao Adamu alikuwa anatembelewa na Mungu. Kuna masharti ambayo Mungu alikuwa amempa Adamu ayafanye, lakini Adamu alipokuwa amekeuka, utukufu wa Mungu umeondoka, akaona ajifiche. Aliposikia Mungu anakuja, akaona hapa, akajificha. Huu ulikuwa ni wakati ambao Mungu alikuwa anamjia Adamu. Na leo Mungu anakujia wewe. Pengine na wewe unajificha. Kila wakati ambao anakutafuta, anakuta haupo. Sehemu ambayo amekuweka anakuta haupo.
sehemu ambayo anataka uwe anakuta haupo. Adamu alipokuwa yuko vizuri na Mungu, Mungu alikuwa akija wanaongea, lakini siku alipoharibu akajificha. Akasikia kwamba Mungu anakuja, lakini akajificha. Na hata leo Mungu huwa anazungumza, mtu anajificha. Mwingine anajificha kwenye biashara, mwingine anajificha kwenye shamba, mwingine anajificha sehemu mbalimbali ambayo Mungu amemuita. Unakuta ni muda wa ibada, Mungu anamuita kwamba mwanangu, twende ukaniabudu. Kwani nisiongezee shamba liendelee mbele? Kwani nisiuze? Nakuta nakuuza hauzi, na bado amejificha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huu wakati ambao Mungu anamjia Adamu ulikuwa ni wakati maalumu ambao ameutengeneza, ambao ameufanya ili afanye mambo mazuri na Adamu, ili afanye kitu na Adamu. Lakini kwa sababu alikuwa amepoteza mahusiano ya Adamu na Mungu, wakajificha. Na hata leo tupo na watu ambao wanajificha. Mungu anasema naye, lakini kama vile linaumiza. Anaongea naye, lakini mnakuta mtu anajificha. Ndio maana unakuwa kama wimbo wa taifa, kwamba jamani, twende tukamtumikie Mungu, kumbe watu wamejificha, wana matatizo, wapo uchi. Dhambi inafanya kwamba huyu mtu asiende kwenye uwepo wa Mungu. Mungu anaongea naye, sema hamna, anajificha. Kwa hiyo Mungu anapokujia, kuna mambo ambayo anategemea uyafanye au kitu ufanye, lakini nakuta mtu amejificha. Adamu alikuwa ana mahusiano mazuri na Mungu. Ina maana Mungu yuko mbali, anakuja, akasikia kwamba Mungu anakuja, kuonyesha jinsi alivyokuwa amejaa uwepo wa Mungu. Lakini alipotenda dhambi, akaona hastahili mbele za Mungu. Kuna watu hata leo makanisani unaweza kukuta unamlaumu kwamba jamani, mbona fulani hafanyi, kumbe ana matatizo, ila hataki kuyaweka wazi asaidiwe. Ana shida, hataki kuziweka wazi afunguliwe. Sio kwamba mtu hapendi kuja ibadani, anapenda, lakini ndani wingu limejaa la giza, shetani amemtawala. Anatamani angelala, lakini atafanyaje sasa? Anatamani angeenda kuuza biashara, atafanyaje? Anatamani angetoka kwenye uwepo wa Mungu, lakini hana namna, kwa sababu amebanwa. Ni Jumapili, amebanwa. Anasema ngoja nijikokote, apenye saa 5 nakuta ndio anajikokota, anaingia kanisani. Mchungaji akisema twende kwa amani ya Bwana wa kwanza, kwa sababu mahusiano na Mungu hayapo vizuri. Hata kuonana na mbona mpendo uonekane, na haya maswali yatakuwa mengi, anapita hivi. Sasa Mungu anapokuwa anakujia, kuna mambo ambayo yanabadilika, kuna vitu ambavyo vinabadilika, anakutengeneza unakuwa mwingine, anakutengeneza unakuwa mwingine kabisa. Utaona biashara hainuki, utaona shamba halinogi, utaona kama muda unachelewa wa kusogea mbele za Mungu, utaona kama vile ibadani tunawahi kuondoka. Sasa uwepo haupo, umejificha kichakani. Kwa nini asingekata? Angenyama muda, mbona tunachelewa? Tatizo mtu amejificha, ametoka kwenye uwepo wa Mungu. Unajua Mungu anapomjia mtu, anaweka kitu, anatengeneza moyo wa mtu, anakuwa mwingine, anamgeuza kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kuna wakati
wa kujiliwa na Mungu katika maisha yako? Kwa nini kuna wakati wa kujiliwa na Mungu kwenye maisha yako? Na Mungu yeye sio kwamba ni dikteta atakulazimisha. Atasema kwamba fanya hivi. Atafuata shauku yako ambayo uko nayo. Ataangalia kiu ambayo unaitafuta kwenye maarifa, kiu ambayo uko nayo kwenye mambo ya kimungu. Yale ndio atakayo kufanikisha, ili Mungu akujilie, ili Mungu afanye, ili Mungu atende, ili Mungu aonekane kwenye maisha yako, ili Mungu aonekane kwenye maisha yangu. Ili niweze kushinda ulimwengu huu, lazima niwe na mahusiano na huyu Mungu. Siwezi nikashinda ulimwengu huu ambao umejaa vishawishi vingi, ambao umejaa mambo mengi, ambao umejaa vitu vingi ambavyo vinakatisha tamaa kuliko ambavyo vinatia moyo. Ukiangalia dunia imejaa taarifa nyingi ambazo zinaumiza. Imejaa taarifa nyingi ambazo zinasikitisha kuliko nzuri. Mimi nilikuwa natafakari kwenye simu yangu, naangalia kila kunapokucha, amekufa huku, mara mwanafunzi ametoa mimba amejiua, mara sijui bibi harusi amekaa siku moja amekufa, mara huku watu wamelipuliwa. Lakini habari nzuri hazinijiaje, na kwamba kumbe sijui kimetokea matukio ya ajabu ajabu. Sasa kwenye ulimwengu ambao umejaa matukio ya ajabu, huwezi ukawa salama kama Roho Mtakatifu hayupo au uwepo wa Mungu haupo na wewe. Huu wakati wa Mungu huwezi ukakujilia. Utabaki kuwa ni wewe yule na jana na kila siku. Utakuwa ni yule yule, kwa sababu ndani hakuna uwepo, ndani hakuna shauku. Adamu alikuwa ni mtu ambaye amejaa uwepo, ambapo anamsikia Mungu toka yuko mbali, anamuelewa Mungu tangu yuko mbali. Lakini siku hiyo amepoteza, leo najificha. Na hata leo tuna maneno yanakuwepo mengi, vitu vingi vinakuwepo vingi, kwa sababu ya nini? Ya uwepo ndani ya upo. Mtu amepoteza uwepo, amepoteza mahusiano yake na Mungu. Unajua ni hatari kama mtu amepoteza mahusiano na Mungu. Ukipoteza tu mahusiano na mwanadamu tu, unakuta ndani hamkaliki. Sasa na Mungu ni hatari zaidi. Chukulia mnakaa ndani, labda mko hata watu wawili, mmepoteza mahusiano ndani yenu, hamna mahusiano. Huyu anatoka huku hamna kuongea, na huyu anatoka huku hamna kuongea, ila mnakaa nyumba moja. Chenye kinatokea hapo inakuwa ni hatari. Sasa na huyu mtu akipoteza mahusiano na Mungu inakuwa hivyo. Kila jambo ambalo Mungu atakuwa anazungumza, Mungu anaongea au anazungumza, unakuta mtu haelewi. Unasema tatizo nini? Kumbe ndani amepoteza uwepo. Adamu aliupoteza uwepo, akakimbia kwenye uso wa Mungu. Hata leo mtu akipoteza uwepo anakimbia kwenye uso wa Mungu. Anakimbia kwa sababu Mungu anapokuja, chukulia Mungu anategemea kwamba, chukulia hapa ratiba ambayo tumeitengeneza, ambayo ipo, ambayo inafanyika. Jumatatu kuna kipindi. Inapofika saa 10, Mungu yeye kabla haijafika, malaika unakuta wanacheza, wanaangalia je, kinachoendelea. Siku hiyo Mungu yeye anakuja, anakuta watu hamna. Anabaki anashangaa kwamba imekuwaje. Anakuja Jumatano, ile ni ambayo ni majira ambayo Mungu anakujia aongee na wewe, azungumze na wewe. Anakuja Ijumaa, huyu mtu amekimbia kwenye uwepo, hayupo. Amepotea, amejificha kichakani kwenye shamba, amejificha kichakani kwenye biashara, amejificha kichakani sehemu mbalimbali ambazo zinamzunguka mtu. Mwingine amejificha kwenye kichaka cha usingizi. Mwingine amejificha kwenye kichaka mbalimbali. Mungu anapokuwa anakujia, anakuta haupo. Anakusemesha,
kimya, anakusemesha kimya, na akikusemesha anakutafuta kwa njia mbalimbali, unakuta upo. Baadaye ndio tunakuja kuumia, huyu mtu umekuaje? Haya ndio anasikika kwake, kumbe ndani uwepo umeondoka, ndani mambo yameondoka. Na ipo raha akikujilia Mungu kwenye maisha yako. Hautachoka kwenye ibada, hautachoka kwenye mambo ya Mungu, hautahamasishwa kwamba sijui ufanye hivi, sijui ufanye hivi. Utafanya mwenyewe, ila kwa sababu ndani ya unakuta malalamiko mengi. Unaanza kumtafuta na mchawi nani mwingine. Adam alipotoka kwenye uwepo akaanza kutafuta ni huyu mwanamke ambaye umenipa. Tatizo ametoka kwenye uwepo. Na hata wewe ukitoka kwenye uwepo wa Mungu utaanza kusema fulani amenikosesha, kumbe wewe ndio wewe umejikosesha na Mungu umeharibu. Unatafuta nani umwangushie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kujiliwa na Mungu ni kuzuri, na Mungu mawazo anayokuwazia ni mema, ila unajikwamisha wewe, najikwamisha mimi. Mawazo ambayo anawaza Mungu ni mema, awazi uumie. Unaona kama unachelewa, unaona kama vile unachelewa, lakini kumbe Mungu yeye anakuwazia mawazo mazuri, anakuwazia mambo mema, anakuwazia utukufu, anakuwazia heshima. Lakini mtu wa Mungu unafikiria amekupa siku nzima masaa 24, kumpa saa moja, masaa mawili, inakuwa shida. Unaipa biashara, lakini unakuta biashara yenyewe haiendi. Ndio kwanza unaenda unakopea na za huku unapeleka huku. Unapeleka kwenye shamba, unakuta shamba ndio shamba haliendi. Unakuta mambo hayaendi. Kumbe tatizo uwepo umeondoka. Lakini Mungu anataka akutembelee leo kwa namna nyingine, akukatie mnyororo wa mazoea. Maana mazoea yanaondoa tabia njema. Mazoea yanaondoa mambo mazuri ambayo yalitakiwa afanyike kwa mtu, kwa sababu ndani kuna mazoea, kuna desturi ambayo ipo. Unakuta mambo hayaendi. Wajibu wa kutunza wakati wa kujiliwa. Upo wajibu wa kutunza wewe wakati wa kujiliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wajibu wa kutunza wakati wa kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Ibrahimu alitunza wakati wa kujiliwa kwake, matokeo yalikuwa mazuri. Hapo unaweza kaandika wajibu, unaandika hivi, unaandika jina lako, unasema Elisha, wajibu wangu kutunza wakati wa kujiliwa. Unaandika kajina kako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiandika hivyo unajitathmini kwamba je, natunza kujiliwa kwangu Mungu atakapokuwa anakuja? Natunza. Kitabu cha Mwanzo 18, 13 na 14. Bwana akamwambia Ibrahimu, Bwana Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Na neno gani iliyodumu na kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitamrudia mwaka, kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani,
Sara atapata mwana wa kiume. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona hapa Ibrahim alikuwa na wajibu wa kutunza. Ameambiwa kwamba mwakani wakati kama huu atajiliwa, lakini hapa katikati palikuwa pana mlolongo wa kutunza yeye, wajibu wa kufanya yeye, ili wakati umjie. Na Sara alipokuwa anaambiwa mke wake akacheka, inawezekanaje? Mbona mimi ni mzee kama wewe unavyosema? Sasa nitaiachaje biashara hii, wakati Mungu yeye anataka akutanue, akukuze, uwe mwingine. Sema kuliacha, unakuta ajira yenyewe ambayo wameniajiri, ajira yenyewe unakuta ina maumivu mengi, ina mateso mengi, unapigwa na jua, unakuta wateja hawaji, unaanza kula bile bidhaa zenye mwenyewe umezinani, unakula kidogo. Lakini hapa Ibrahim alikuwa ana wajibu wa kutunza ili Mungu afanye, ili Mungu atende. Alikuwa na wajibu wa kutenda, alikuwa na wajibu wa kumsubiri Mungu, alikuwa na wajibu wa kutunza mahusiano yake na Mungu, ili Mungu afanye, ili Mungu atende, ili Mungu aonekane. Unaweza ukawa umemuomba Mungu kwamba Mungu, nataka unifanyie jambo hili, lakini kuna mchakato kukupima kwamba je, huyu mtu anasubiria au ndio anaenda kwa akili na mawazo, au anajiongeza. Tena wakati fulani anaweza akaonekana kama vile amenyamaza, anaweza akaonekana kama yupo kimya. Maana kwa Mungu, yeye Mungu anachokuwa anaangalia ni uaminifu na utayari ambao uko nao kutunza mahusiano yako kati ya wewe na Mungu. Na ndio maana nimekuambia huu ulikuwa ni wajibu wa Ibrahimu, leo ni wajibu wangu na wewe wa kutunza mahusiano yako na Mungu, kujiweka katika usafi, kujiweka katika mwenendo mwema, kujiweka katika mambo ambayo ni mazuri, ambayo yanaleta utukufu kwa Mungu. Unajua Sara akacheka, we na uzee huu inawezekana? Akacheka akashangaa, inawezekana. Lakini Mungu malaika anamwambia kwamba kuna jambo gani ambalo ni gumu ambalo linamshinda Mungu? Je, kuna neno gani ambalo linaweza likamshinda Mungu? Mbona la kwako ni dogo? Akamwambia, majira kama haya, wakati kama huu nitakujia. Ulikuwa ni wakati wa tabasamu kwa Sara, wa kujiliwa na Ibrahim. Sasa angalia, je, wewe unautengeneza wakati upi ambao Mungu anakutengeneza, anakuandaa? Kweli unaweza ukawa unapita kwenye maumivu kama Ibrahim, anapita kwenye mambo magumu, lakini bado akawa anatunza mahusiano yake kati ya yeye na Mungu, kwa yale ambayo Mungu alikuwa amemwambia, na Mungu alimwamini kwamba anaweza akafanya. Na leo Mungu amekuamini wewe kwamba unaweza ukafanya. Ameniamini mimi kwamba naweza nikatunza uwepo wake. Amekuamini wewe kwamba unaweza ukatunza uwepo wake. Lakini unapoenda kinyume na yale ambayo anakuambia ufanye, ndio hayo yanatokea kujificha. Hayo yanatokea, mtu anatoka kwenye uwepo wa Mungu, na Mungu mawazo yake yeye ni mazuri na ni mema, na anakuwazia mema, ananiwazia mema nikisimama kwenye nafasi ambayo ametaka nikae. Amekuweka maeneo ambalo ni kiongozi, inatakiwa ufanye vizuri. Amekuweka eneo ambalo wewe ni mshirika, ufanye vizuri hapo. Eneo ambalo ameniweka nifanye vizuri, ili baadaye wakati marupurupu yanakuja, kuwe kuna kitu ambacho umefanya, kuwe kuna kitu ambacho nimefanya.
ila bila hivyo unabaki kumlaumu Mungu. Sasa huyu mtu anabaki njia panda, aende kwa shetani mambo magumu, aende kwa Mungu, anaona kanuni ya kwa Mungu ni ngumu, anabaki njia panda. Unakuta miaka yote mtu anapiga hatua hapo hapana. Tatizo uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unapokujia au Mungu anapokujia, mambo yanakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wajibu ambao waliufanya Hana, tunaona wajibu Hana naye alifanya wajibu ambao ulimfanya ajiliwe na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Samueli wa kwanza 11 mstari wa 18 na wa 20. Samueli wa kwanza 1 mstari wa 18 na wa 20 hadi 20. Naye akasema, "Jakazi wako na aone kibali machoni pako." Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Akaondoka asubuhi na mapema, akasali mbele za Bwana, kisha akarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samweli, akisema, kwa kuwa tumemwomba kwa Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huu wakati ambao Mungu anamjia Hana. Hana alikuwa ni mwenye fedhea, ambaye alikuwa anadharauliwa, hana mtoto. Lakini alipoufanya wajibu, Mungu alimjia, akamtembelea. Anasema, sitaenda tena kwa kukunjamana, sitaenda kwa huzuni tena. Maana alikuwa na huzuni, ana mateso, ana shida. Lakini wakati wa Bwana ulipomjia, ukampa kicheko, ukampa tabasamu, ukampa pumziko, ukampa amani ya moyo. Na leo Mungu anatamani akupe tabasamu, anatamani akufanyie mambo mazuri, lakini unao wajibu wa kufanya. Unayo kazi ya kutenda, ninayo kazi ya kufanya, ninayo kazi ya kuwajibika, ili Mungu atende, ili Mungu afanye. Kwa naangalia mimi nikawa nashangaa kwamba inawezekanaje kwamba mtu huyu ambaye amekaa hekaluni, amekaa mpaka baadaye maandiko anasema akawa na Eli anakuja anamjia na, leo utakuwa labda umelewa. Hamna, nafsi yangu ina huzuni, ina uchungu. Akasema Mungu akufanyie sawa sawa. Alikuwa na uchungu, lakini alipofanya wajibu mbele za Mungu, Mungu akasikia, Mungu akafanya, akamuondolea fedhea yote, akamuondolea huzuni, akamuondolea mateso, akamuondolea mambo mengi ambayo yanamtesa, akamuondolea vitu vingi ambavyo vinamsumbua. Na hata leo Mungu anataka aondoe majonzi yako ambayo unawaza na kuwaza kwamba unafikiria na kufikiria yataendaje. Yeye ana mpango mzuri na wewe, yeye ana makusudi mazuri na wewe. Anataka ufanye tu, anataka ukubali kutembea kwenye wajibu. Naona huyu Hana wametoka, wameenda kusali hekaluni, kule kuugua kote kukaisha, yale majonzi yote yakaisha, fedhea zote alizokuwa nazo zikaisha, matatizo mengi aliyokuwa nayo yakaisha, kwa sababu amejiliwa na Mungu. Wakati umefika wa kujiliwa na Mungu.
na wakati ukikujia unakupa tabasamu, unakupa amani. Sema kweli, mambo ilitaka yawe hivi, lakini kwa sababu Mungu amenijilia, mambo yanakuwa mengine kabisa. Sema kwa maisha ambayo ninaishi haya naweza nikafanikiwa. Unaweza ukafanikiwa ukitembea kwenye uwepo, ukitembea kwenye wakati wa Mungu. Unakuwa unaucheka wakati ulionao, unakuwa unaucheka wakati ambao uko nao sasa. Unaona kwamba Mungu anaenda kunigeuza. Kama aliweza kwa Ana na kwangu inawezekana, maana anasema ni neno lipi ambalo linaweza kumshinda. Unamwambia kwamba japo kwa sasa naumwa, lakini nauona uzima usiokuwa wa kawaida. Kwa sasa na mateso, lakini naona kufunguliwa kusio kwa kawaida. Kweli nakula chakula nisichokipenda, lakini naona mbele. Kweli leo navaa nguo nisizozipenda, ila baadaye naziona nguo ambazo zisio za kawaida. Leo kweli nashika buku 5,000, lakini naona mbele ninakoenda kwamba ni kukubwa. Ila nikitembea kwenye uwepo, nikitembea kwenye hili wingu. Kweli leo tunakalia kwenye viti hivi, lakini baadaye tunauona wakati ambao tutakalia kwenye viti vizuri ambavyo havimini. Tutakalia kwenye mambo mazuri, baadaye mnasema hivi viti hivi wakakalia watoto mnavitoa. Kwa sababu Mungu anatengeneza vitu, anakuonyesha mbele kwamba mbele kuna mambo mazuri, mbele kuna vitu vizuri ambavyo vipo kwa wakati vinakuja. Sasa ukiangalia Hana hali ambayo alikuwa nayo, alikuwa amechoka, lakini akawa anaangalia mambo Mungu ambayo anatarajia. Na mimi huwa naangalia na kujaga hapa kanisani mara nyingine, naangalia naonaga vitu vya ajabu Mungu akifanya hapa. Naona mambo ya ajabu Mungu akitenda hapa. Naona vitu ambavyo sio vya kawaida, na waona watu wasio wa kawaida hapa. Kwa sababu Mungu wakati wake ni mzuri. Na tafakariki naangalia, kumbe Mungu anaweza akatenda na hili, anaweza akafanya na hili. Yule ambaye alikuwa anasema wewe haya, akageuzwa akawa mwingine, kwa sababu anatembea kwenye uwepo. Ambaye alikuwa anaajiriwa anapata 7 kwa siku, ana biashara isiyokuwa ya kawaida, anaagiza vitu kutoka China, anawaza, lakini akitembea kwenye uwepo. Kitembea kwenye uwepo, wakati wa Mungu ukikujilia, unafanya vitu visivyo vya kawaida. Na usipokuwa na vitu ambavyo unaviona, hauwezi ukatembea kwenye hapa ambapo unapita. Mimi ninapotembea naona vitu ambavyo vinanijia, naona ni vizuri na vikubwa. Na wewe nataka uone kwamba Mungu anataka akutanue kwa ukubwa, ila anataka utembee kwenye wajibu, utembee kwenye uwepo wake. Ukitembea hapo utajuta. Utaiona raha ya wokovu. Tunasema tangu nimeokoka, nimeiona faida ya Yesu. Nimeiona raha ya kuwa na Yesu, kwa sababu umetembea, umetunza uwepo. Ila bila hivyo unakuta mambo yanakuwa magumu, unakuta vinakuwa vigumu, mpaka unakuta umeokoka lakini unatamani kujiua. Sababu uwepo. Ana wakati wake ulipofika, amejiriwa, alifurahi, akasema Mungu amenipa tabasamu, shangwe. Akageuza mambo yakawa mengine. Aliyekuwa tasa amekuwa mama wa watoto wengi. Aliyekuwa anadharauliwa na kutengwa, watu wanamjia, siri nini? Anawaambia siri ni uwepo. Na wewe watakuuliza kwamba siri nini? Na mimi nauona wakati ambao utakuwa naulizwa omba, huyu sasa ameanza kuwa famous, ameanza kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Wanakuta moto, kila sehemu moto, kwa sababu naona vitu ambavyo vinakuja mbele yangu ni vikubwa. Na wewe anza kuangalia,
Anza kuangalia jinsi Mungu ambavyo anakustawisha ukitunza uwepo wake. Mimi nikiangalia naona Elisha moto, kwa sababu najua kwamba Mungu anaenda kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Daudi, wajibu ambao aliufanya Daudi, Bwana Yesu asifiwe. Wajibu ambao aliufanya Daudi, kujiliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza 18:30. 18 unasoma mstari wa 14, unaruka unakuja mstari wa 30. Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Mstari wa 30, wakati huo wakuu wa Wafilisti wakatoka, kisha ikawa kila mara walipotoka, Daudi akatenda kwa busara zaidi ya watumishi wote wa Sauli, hivyo jina lake likawa na sifa kuu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona wajibu ambao aliufanya Daudi. Daudi alitenda, yani mpaka wanaanza, amefanya mambo mazuri, amefanya vitu vizuri, ametembea kwenye wajibu, mambo yakageuka. Sema kila jambo ambalo alikuwa analitenda, alilitenda kwa busara, alilifanya vizuri, alilifanya, jina lake likawa linaenea, jina lake likawa linasikika. Sasa aliwezi likasikika jina ambalo mtu anafanya vibaya. Mimi nilikuwa natafakari siku moja, ninaposimama hapa naimba linda sana moyo wako, inakuja kwangu. Je, huku kukoje? Nikisema ndugu yangu nataka nikwambie, inageuka inakuja kwangu. Kwamba mtu ukifanya vizuri mambo yanakuwa mazuri. Wajibu ambao aliufanya Daudi, kila jambo ambalo alikuwa anampa alikuwa anafanya vizuri, alikuwa anatenda vizuri. Mungu ambapo anamjia akafanya mambo mazuri kwa Daudi, mpaka Yesu anakuja kujiita mwana wa Daudi kwa kutenda kule kwa Daudi. Mpaka Yesu anakuja kutamba kwa ajili ya Daudi kule, mpaka Yesu anakuja kutokea hapo kwa yale ambayo ameyafanya. Na wewe leo ukifanya mambo mazuri, jina lako linapokuwa linasemwa linakuwa lina utukufu. Wanapokusema kwamba mama fulani yupo hivi, yule mama ana imani. Kuna mambo ambayo yalimkumba, alivumilia vitu vingi ambavyo vilimkumba, lakini bado alisonga na Yesu, hakumwacha. Kunakuwa kuna utukufu, kunakuwa kuna shangwe, watu wanakufurahia. Hata ukitembea unakuta watu wanakufurahia, unakuta ukionekana tu na unakuta hata hela zinakuja zenye umeonekana tu, hela zinakuja kwa kuwa umefanya vizuri. Mimi nilikuwa mahali fulani nikabaki na shangaa, nakuta mtu simjui, sema mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana tunajuana wapi? Sijuani. Akanishikisha 5,000, nabaki sasa hapa napanda kwenye gari, simjui, anijui, anakuta shika 5,000. Hapa kuna kitu. Sasa ukifanya vizuri, kila sehemu ambayo unakuwa unapita unakuwa malaika. Huyu Daudi alifanya kwa ustadi kuliko watu wengine wote, alitenda vizuri kuliko watu wengine wote, jina lake likaenea, habari zake zikaenea, Mungu akamtukuza. Wakati ambao wa Mungu anamjia, mambo yalikuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa naangalia habari za Daudi nikashangaa, wana wa Israeli wana jambo ambalo ni gumu. Goliath kila siku baada ya siku 40 anatoka na watukana.
Lakini anatokea Daudi anasema, jamani, hivi mtu atakayemuua Daudi atafanyiwa nini? Atakayemuua Goliath atafanyiwa nini? Daudi akapata mke, hajatoa hata mali. Mali ni Goliath. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu anafanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Wakati wake ambao umemjia, alifanya vizuri. Sauli baadaye inakuja inamuuma, inawezekanaje mimi wanasema nimepiga maelfu au inawezekanaje? Akawa anachukia. Aliyasema mwenyewe, ikawa inamuuma, lakini bado Daudi yeye alifanya kwa ustadi, alifanya kwa uzuri. Unajua wanapokuwa wanakuja watu wengine hapa wanaibuka, kama hujafanya vizuri utaumia. Leo ni kiongozi wa siezi, kama hutafanya vizuri, watakapokuwa wameinuka wenye sifa na kielele, utasema wana sifa wametukuta. Wewe leo ni mzee wa kanisa, Mungu amekuweka. Usipofanya vizuri wanainuka wengine wana sifa, unakuta wana sifa, wana nguvu ya kumtumikia Mungu, lakini si wa muda mrefu. Sema sawa, wewe wa muda mrefu umetufanyia nini? Watakuwa wanawiwa. Na wewe kwenye ushirika wako, wanapokuja washirika ambao wamechakazwa na shetani, wamegaragazwa huko, wanakuja hapa, unakuta wewe wamechangamka. Unasema kanajiona kameokoka juzi tu, kanajiona. Tuza sana, ufanye vizuri ili watakapokuja unakuwa unaziona kazi zako ambazo umezifanya na unaendelea kuzifanya, na hii inakuwa nzuri. Lakini ukifanya vibaya, kila jambo ambalo watakuwa wanalifanya wengine utakuwa unaumia. Watakapokuwa wanaibuka wenye hamu ya kumtumikia Mungu, nasema ningepata fursa ya kumtumikia Mungu, lakini utakuwa umechelewa. Angalia sana wakati ambao Mungu amekuweka. Angalia majira ambayo Mungu amekuweka ufanye, ili baadaye usije ukajuta. Sasa ningelijua, ningefanya. Huo ndio wakati wako. Daudi ameenda amempiga Goliath. Mafuta yanaanza yanatenda kazi. Amefanya mambo yanakuwa mazuri. Na wewe utakapokuwa unafanya, Mungu hawezi akakuacha. Hela zinakujaga kimiujiza, tunakuta hizo zinakuja. Unakuta zinakuja tu. Zingine uelewi zinatokea wapi, zingine mpaka unasahau. Unakuta una vitu ambavyo vinakuja, hata wewe mwenyewe uelewi vinakujaje, vinakuja tu. Kwa sababu unafanya vizuri. Na Mungu hawezi akakuacha kama unafanya vizuri. Hawezi akanyamaza kwa ajili yako kama unafanya vizuri. Atawatuma hata njiwa. Anaweza akawa njiwa ni jirani. Anaweza akawa ni rafiki, mwingine umjui kabisa, anakutumia Mungu kwa sababu unafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi wakati wake aliutumia vizuri. Mpaka Yesu anakuja anasema, watu wanaanza, Yesu mwana wa Daudi utulehemu, wanafunguliwa. Yesu wanafunguliwa kwa sababu alifanya vizuri. Sasa leo wewe Mungu amekuweka hapo. Tena una siku chache. Una miezi michache au una miaka michache. Usipofanya vizuri watakuja wenzako. Utabaki unashangaa. Nisipofanya vizuri ambapo mahali ameniweka Mungu, kuna watu watakuja naanza kuta mtu mwenye umekata tamaa, umechoka na wokovu, unajikokota hivyo hivyo. Unaanza kuwakatisha tamaa, unakuta wakati na tamaa ndio wana sifa kumtumikia Mungu. Sasa huyu mtu amekuja juzi tu, leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuangalie sana wakati ambao uko wewe, ndio wakati ambao Mungu anataka kufanyia sio ya kawaida. Anataka kutendea sio ya kawaida. Unajua kukaa hapa kanisani hapa, umeacha biashara, umeacha kazi. Pengine hujala hata kula. Umekaa muda masaa yote kila siku nakuja hapa. Inaniumizaga mimi kwamba mimi najiuliza kwamba huyu mtu ameacha kila kitu afu apate hasara.
Na Yesu anasema mmeacha, hamtapata hasara mara 100 duniani, uzima wa milele. Sasa hayo hatuwezi tukayapata kama hatuendi kwenye uwepo, hatuwezi tukavipata. Wakati ambapo Mungu amekuweka, fanya vizuri ili matunda mengine unakuwa hii kazi yangu, hii hapa kazi yangu. Wengine wanakuja kazi ya kukuza, ya kutanua, kwamba hapa nilihusika, hapa nilikuwepo. Unakuwa unaiona kazi yako. Hata wale wanapokuja unawaongeza, jamani twende, inakuwa inaleta nguvu. Lakini watakapokuja leo hii tuko hapa, nyie mnaviona ni viti hivi. Na mimi nawaambia hivi viti hivi havitakuwepo miaka ambayo inakuja. Mtakuwa mnakalia masofa, mnakuta mnakalia viti fulani hivi ambavyo havikuminyi hata kukumini. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote hayo huwa mimi nayaona kwamba ili kanisa kwenye linaenda kuzuri. Alafu na wale ambao walikuwa na kwa Yesu kuna adhabu, kumbe ndio kuko hivi. Na sasa ndio tunaenda, mambo mazuri yanakuja. Ila Mungu chenyewe anataka ufanye vizuri, anataka nifanye vizuri, anataka utende vizuri ili mambo yawe mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ni mzuri, anafanya mambo mazuri, ndio maana amekuleta. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine ambaye alimjilia Elia wakati wa Mungu kumjilia Elia, Wafalme wa kwanza 18:36-40. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, haijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, Ee Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwapo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huu ni wakati ambao Mungu alikuwa amemjia Elia. Taifa la Israeli lilipokuwa limeenda kinyume, Mungu akamjia Elia, akatenda kitu ambacho sio cha kawaida. Huu ulikuwa ni wakati ambao Elia anajiliwa na Mungu. Elia akasema na ijulikane kuwa upo Mungu, kwa sababu alikuwa amefanya kitu, akasema na ijulikane. Lakini angekuwa hajafanya kitu, angekuwa hana hata nguvu ya kumuita Mungu, lakini akawa na nguvu kwamba ujulikane. Sasa kuna mambo mengine ukiyafanya leo huwezi kuwa na nguvu ya kumuita Mungu. Hata maombi ya ugali yanakataa. Unakuta kama ndio mko familia, mko watu wawili, mnasingania, wewe omba, wewe omba, kwa sababu nini? Uwepo haupo. Omba wewe, basi tule hivyo mnakula kwa sababu nini? Uwepo. Unaweza ukachukulia ni jambo dogo ukiangalia. Ngoja tule. Sasa tutafanyaje? Kwa sababu uwepo umekimbia. Lakini Elia akasema na ijulikane kuwa upo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alijulikana.
Na wewe Mungu atajulikana ukifanya vizuri, ataonekana kwamba yupo anatenda. Unajua yani uwepo ukiondoka mambo yanakuwa magumu. Yaani tuache na unaumwa uanze kuomba, hamna. Tunakuja kwenye ugali tu, ugali unasingalina kuomba. Omba wewe. Sasa mtoto ghafla tu unakuta mtoto haeleweki. Sasa hapo ukatafute uwepo. Hapa niende kwa mchungaji, uende kwa mchungaji kwa sababu kule unaona. Sasa hiyo yote hiyo inakuonyesha kwamba utunza uwepo wako ili ya mambo ambayo yanapokuja utasema Mungu julikana. Lakini utakuwa huna nguvu kwa sababu kila kitu wewe uko chini, haufanyi. Utamwita Mungu yupi huyo ambaye akujibu? Utamwita Mungu yupi ambaye akutendee useme julikana leo kwa wewe unafanya? Unakuta yani ukiangalia unakuta unaona giza. Unaangalia unakuta unaona giza. Hamna chenye umefanya. Elia alifanya akasema julikana, na Mungu akajulikana kwa sababu alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Alikuwa ametengeneza mtandao tayari. Alikuwa amelipa bando tayari. Maana kama hujalipa kifurushi ununui au mpigii mtu. Sasa kama wavoda wanakuambia umefika kikomo, sasa wewe unayo kazi ya kufanya zaidi ya wavoda. Hezekia alipoona ametumwa Isaya akamwambia kwamba utakufa, tengeneza mambo. Hamna, sifi mimi, siwezi nikafa. Akageuka Mungu. Sasa nakupa ofa miaka 15, akapewa ofa hiyo yote kwa sababu alikuwa yuko vizuri. Mungu ukisimama naye, nikisimama naye, matokeo ni mazuri. Ofa zinakuja zenye hata kama hazitaki, hata pengine unaweza kama wewe hutaki, lakini unakuta zinakuja zenye. Unakuta zinakuja kwa sababu utafanyaje sasa? Umekaa kwenye uwepo wa Mungu, una uwepo umejaa. Umejaa uwepo, mambo yanakuwa mazuri. Lakini ukiwa mkavu, Dorcas amekufa, sema wewe haiwezekani, huyu bado anabidi aendelee kutushonea makanzu. Mbona bado tunapendeza? Kwa sababu amefanya wakati umemjia. Sasa wewe haiwezekani. Aka sawa. Mwanamke mjane naye mume wake alikuwa anafanya kazi ya madhabahuni, yuko vizuri, amekufa, amemwachia madeni. Anasema una nini? Anamwambia nina mafuta tu kidogo. Anamwambia sawa, kaazime mapipa na mapipa kwa majirani, mafuta yaje ulipe madeni, maisha yaendelee. Ndio Mungu ambaye tunamtumikia, kwamba ukifanya yeye anatenda zaidi ya pale. Lakini sisi tunawaza ni maumivu kwa sababu hatuna uwepo ndani. Hatuna uwepo umeondoka. Mtu anawaza ni muda wote yeye ni kunung'unika kwa sababu ndani yake haoni Mungu ambaye Mungu anatarajia kumtendea. Mungu anataka kufanya. Tunaona alipofanya kwa Elia, analetewa na kunguru, anampa mikate. Sasa na wewe ukifanya vizuri, Mungu anakuletea watu. Watakuja wenye hata kama hawataki. Wale ambao walikuwa wanasema huyu mbaya, anakamatwa kwa fulani. Anakamatwa kwa fulani kwa sababu unafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na uwepo wa Mungu unakutunza. Utakuwa na maneno mengi ya kujielezea. Kabla hujasema yatakuja yenyewe. Kabla hujaongea, jamani naombeni mnipende, watakupenda tu. Japo wakukuchukia watakosa, lakini wakukupenda watakuwa kuliko wanaokuchukia. Kwa sababu umebaki kwenye uwepo. Elia anasema na ijulikane, na akajulikana. Akajulikana. Na hata kwako anaweza akajulikana. Ukibaki kwenye uwepo. Ukibaki kwenye mlolongo ambao Mungu anataka utembee nao, mambo yanakuwa mazuri. Vitu vinakuwa vizuri. Kwa sababu nini? Watu unakuta mtu ameabudu, mwisho wa siku anakuwa farisayo.
usijiamini sana. Nikabaki nashangaa mtu mmoja ambaye ni wa muda mrefu tu kwenye wokovu, nimemkuta. Namwambia hili hapa linawezekana, anamwambia inawezekanaje hiyo na wewe? Sasa huyu Mungu mimi ambaye natembea naye mbona namuamini? Sasa usijiamini sana wewe. Hapa haya mengine haya. Anaanza anatoa vitu vingine kwa sababu ya nini? Kule kuto kufanya mtu anafanya anachoka. Lakini Mungu yeye anasema na ijulikane. Na Mungu akijulikana kila siku kwako anakuwa mpya. Kila siku anafanya vitu vipya ambavyo vinakutofauti. Jana hivi, leo hivi, kesho unakuta vitu vingine kabisa. Na ndio maana hali ambayo unaweza kuwa unapitia unatakiwa uicheke. Maana Daudi anasema na ucheka wakati nilionao nikiufurahia ule wakati ujao. Paulo naye anasema na ucheka kwa sababu mbele kuna mazuri. Lakini kama uwepo haupo hayaonekani. Ukiangalia unaona ni mabaya tu. Ukiangalia unaona ni kunungunika tu. Ukiangalia unaona ni maumivu tu. Ukiangalia unaona yani unakuta mwisho wa siku umechoka kwa sababu ule uwepo haupo. Unakuta hata cha kumshukuru Mungu hakipo. Baba, mbona mambo hamna hata cha kushukuru kwa sababu hamna vitu ambavyo unaviona. Ndani hamna mahusiano na Mungu, lakini Mungu akiwepo anakuonyesha vitu kwamba unaona hii nimekushindia. Ukianza kuorozesha unaanga. Lakini sasa ukija kuangalia shetani hawezi akakuruhusu uyaone mazuri. Atakuonyesha mabaya tu. Atakuonyesha jinsi ulivyolalia. Atakuonyesha jinsi ambavyo uvai vizuri. Atakuonyesha jinsi ambavyo upakai mafuta ambayo unayataka. Atakuonyesha vitu ambavyo ni vibaya. Yaani hawezi akakuonyesha mambo mazuri. Lakini Mungu yeye ni mtu wa mambo mazuri. Anakuonyesha vitu ambavyo ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anakuonyesha vitu ambavyo ni vizuri. Lakini shetani hawezi akakubali. Aone jinsi ulivyoshiba. Siku ile umekula nyama ya kuku akuonyesha. Wewe utakula, anakuonyesha siku ambazo unakula ngwindi. Anakuonyesha, anafuta ile ya nyama anaweka kwindi. Anafuta anaweka mboga ya majani. Wewe mbona unakula majani? Anatoa mambo mazuri anayatoa. Huo ni kwenye uhalisia ambao ni wa kawaida wa mambo madogo ambayo Mungu anayafanya kwako. Anajulikana kwamba yeye anakufanyia mambo mazuri, ila shetani anaanza kukuonyesha. Anakuorozesha mabaya. Ukikaa unaona ni magonjwa tu. Hauzioni siku ambazo ulifurahia uzima. Hauioni siku ambayo ulifurahi. Hakuonyeshi. Na Mungu anapokuwa yupo, yeye atakuwa. Roho Mtakatifu, uwepo wa Mungu utakapokuwepo, atakuonyesha mambo mazuri. Utakuwa na jambo la kumshukuru Mungu. Utakuwa na kitu cha kumshukuru Mungu. Kama una mume anakuonyesha ni mabaya. Kama ni mke mabaya. Hakuonyeshi mazuri. Kila kitu jana. Yaani yeye unabaki na jana, lakini akiwa Roho Mtakatifu anakuonyesha leo, hakuonyeshi jana. Sema ile ilishapita. Kile kitabu tulishakifunga. Leo tunaanza na mengine. Ili anasema ujulikane. Na Mungu anajulikana. Unakuwa unaiona leo, hiyo ni jana. Sasa kama uwepo haupo, unaiona jana. Ukiiona na leo ndo kama jana nimekunywa maji tu. Soda sijanywa. Unakuta yani mambo magumu. Kila siku zenyewe umekunywa soda hata 3 hata 4 hakuonyeshi. Anakuonyesha kama ndio hivi unakuta unakuwa hauna kitu cha kumshukuru Mungu. Kumbe Mungu amekufanyia, ametenda, amefanya na kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kulikuwa kuna vipengele ambavyo vinaendelea, ila naona kwa kulingana na muda wetu, karibu mchungaji.